ambalo linahitaji kuishi na utakatifu. Na ni muhimu sana tujue kanuni za kutembea kwenye utakatifu. Maana halisi ya utakatifu, nimesema, ni kutengwa kwa ajili ya Mungu. Na tunatengwa na nani? Na kitu gani kinachotufanya tuonekane sisi tumetengwa? Hebu tukione. Roho Mtakatifu anatufanya watu wa Mungu, si wa dunia. Unapokuwa umetengwa, unafanyika ni mtu wa Mungu special kwa ajili ya Mungu. Alafu si mtu wa dunia. Kwa hiyo unatengwa. Ukishatengwa, si mali ya dunia, wewe ni mali ya Mungu. Si mali ya ufalme wa Shetani, wewe ni mali ya ufalme wa Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo nafasi inaanza kusukwa, inapoanza kutengenezwa sasa, kwamba umetengwa na Roho wa Mungu. Amekutenga special kabisa kwa ajili ya huduma ya kazi ya Mungu. Na akishakutenga, anatufanya watu wa Mungu, si wa dunia. Sasa hapa, kabla hatujaondoka kwenye nafasi ya udunia, na umetengwa kwa sababu ya Mungu na si kwa ajili ya dunia, ujitathmini wewe mwenyewe. Tathmini wewe mwenyewe. Staili zote na mwonekano wote ambao tunaketi hapa, maana yake tumekusanyika watu maalum kabisa kwa ajili ya Bwana. Na sifa, tangu tulipoanza na maombi, tulipoimba sifa, tukafanya matoleo, tukaomba, tuliomba kama kanisa. Na kwa sababu tuliomba kama kanisa, tumeketi mahali ambapo hata kielelezo chake kinaonyesha ni mahali ambapo wanakaa watakatifu wa Mungu aliye juu mbinguni. Na mbingu zinapokea maombi kutoka mahali ambapo watu wa Mungu wamekusanyika kuliita jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo upo mahali sahihi. Hapa sijapinga, na neno limethibitisha kwamba uko hapa kwa sababu wewe ni mtengwa kwa ajili ya huduma ya Mungu. Ni kwa sababu umesafishwa mno, na ndio maana uko hapa. Hujabahatisha, uko kwa kusudi. Hujaimba kwa ajili ya hasara, umeimba kwa ajili ya faida. Hujatoa toleo lako kwa hasara, umetoa kwa ajili ya faida. Na kila ulichopiga hatua kuja hapa, umetoka nyumbani kwa ajili ya faida. Hebu tusogee tuone kitu kingine hapa, kwamba sisi sio mali ya dunia. Sasa ni mali ya nani? Tukaona ni mali ya Mungu. Sisi ni mali ya Roho Mtakatifu. Lakini tuangalie point nyingine. Yaani tunaishi kwa kutokuwa na doa la dhambi. Kwa nini kutokuwa na doa la dhambi? Kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye ni kiongozi wetu, anaishi pamoja nasi, hana maua. Anayetuongoza mbele hana maua, hana madoadoa, ni mweupe, ni mwenye sura inayotofasirika ni Roho Mtakatifu, mwenye muonekano usiokuwa na kiwingu. Yeye ni mtakatifu. Ukiingia special kwa ajili yake, unakutana naye na unamtambua kwa sura yake kwamba huyu ni mtakatifu, kwa sababu hutaona rangi ambayo utaanza kujiuliza maswali, sijui ilikuwa ni rangi gani. Utaona rangi moja, yenye sura moja, yenye kanuni moja, yenye mvao moja, yenye itikio moja. Sasa kwa sababu hiyo, anayeongozwa naye yampasa awe mtakatifu. Maana hana mawaa, ni safi kabisa, na hutuwezesha kuishi maisha safi. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu, hii Biblia inasema yeye huanzisha kutuwezesha. Point ambayo niliona hapo,
anasimama kutuwezesha. Na ndio maana akasema